Kila siku mamilioni ya watoto na watu wazima wanakosa nafasi ya kupata chanjo na kupelekea vifo vinavyoweza kuzuilika. Kupitia mradi wa Saving Lives and Livelihood SLL uliofadhiliwa na Mastercard Foundation na kutekelezwa na Amref Tanzania kwa kushirikiana na Africa CDC na wadau wengine sambamba na Wizara ya Afya Zanzibar, hilo liliwezekana kwa familia kupata matumaini na kizazi kipya kuanza maisha kikiwa salama. Nchini Tanzania, chanjo imekuwa ngao ya uhai kwa mama mjamzito, mtoto mchanga na binti anayeanza safari ya utu uzima na watu wazima pia kwa kupata chanjo za wakubwa. Kupitia mradi wa Saving Lives and Livelihood SLL uliofadhiliwa na Mastercard Foundation, mradi huu ulikuwa na lengo la kulinda kizazi cha leo na kesho, kuanzia mtoto mchanga hadi mtu mzima. Amref Tanzania has been working in collaboration with the Ministry of Health, both Tanzania mainland and Zanzibar. So while working with them, we had to ensure that we focus on the Mastercard Foundation's goals. And as Amref, our role was mainly on service delivery. So during the service delivery, we had various targets to work on and align on. And one of them is to ensuring that we vaccinate adults on the vaccines that we offer in Tanzania. Mradi wa SLL, bahati nzuri, ni mradi shirikishi. Ni mradi ambao umejenga misingi ya kwamba hata mradi utakapomalizika kuna vitu vingi vya msingi ambavyo vimewekwa vya kuweza kuhakikisha kwamba wilaya au huduma za chanjo katika zile wilaya ambazo ulikuwa unafanya kazi zinaendelea. Kwa mfano, ni mradi ambao utendaji wake wote ni shirikishi, kwamba unashirikisha kati ya wataalamu wa huduma za chanjo wa wilaya pamoja na wasimamizi wa mradi. Mradi wa Saving Lives and Livelihood SLL uliofadhiliwa na Mastercard Foundation ulilenga kutoa chanjo dhidi ya pepopunda, yaani TB, na HPV kwa watu wazima walioko katika makundi maalum kwa lengo la kuzuia magonjwa, kuokoa maisha na kuimarisha afya ya jamii. Kuimarisha upatikanaji wa chanjo za kawaida kwa watoto, kuimarisha matumizi ya data za chanjo, kutoa huduma ya magonjwa yasiyoambukiza kwa watu wazima ikiwemo presha na sukari, pamoja na kupanua huduma kupitia wahudumu wa afya ngazi ya jamii kwa kuwawezesha kushiriki kwenye study tour. Mimi ni mama watoto wawili ambaye nimeshiriki kikamilifu kupiga chanjo yangu ya tetanus tangu mimba ya kwanza mpaka hii mimba ya pili. Na mpaka sasa nimefanikiwa kupata chanjo 4. Nataka kutimiza chanjo yangu 1 mwezi huu. Katika ujauzito wangu wa mara ya kwanza nilipata chanjo ambayo ni ya TT, lakini kabla ya kupatiwa chanjo nilipewa faida za hiyo chanjo. Na nikaambiwa kwamba chanjo hii utakapopatiwa inaenda kukukinga wewe pamoja na mtoto aliyepo tumboni katika matatizo ya pepopunda. Chanjo ya pepopunda inatolewa kwa wanafunzi ambao walofikia umri kuanzia miaka 14 na kuendelea. Mwanafunzi huyu atachoma shindano hizi 5 kama atakuwa ataanzia form 1 mpaka atapofikia form 4, naona shindano hizi atakuwa kashazimaliza. Mara ya kwanza kuisikia hii chanjo ya tetanus ni kwa wataalamu wa afya pale alipokuja skuli kutoa elimu, na mimi tayari nishapata chanjo ya tetanus mara ya pili. Licha ya kuwa watu wengi mitaani wanasema kuwa hii chanjo ina madhara mengi na inapelekea kudumaa kwa mtoto kiakili, jambo ambalo si kweli, kwani mpaka sasa sijaona madhara yote yaliyojitokeza katika mwili wangu. Wito wangu kwa wazazi na kwa wanafunzi wenzangu, waachane na mila potofu kuhusiana na chanjo hii. Wasiamini kuwa chanjo hii inaweza kuleta madhara kwao, waamini kuwa kazi ya chanjo ni kulinda mwili kutokana na maambukizi na maradhi ambayo yanaweza kujitokeza. Kabla ya uwepo wa mradi wa SLL kuanzia Januari mpaka kufikia April tulichanja wanawake 388, lakini hii ni idadi ndogo ukilinganisha kuanzia Mei mpaka kufika Septemba. Baada ya kuwepo kwa mradi wa SLL tuliweza kuwafikia wamama 1051. Kwa hiyo naona utofauti ni mkubwa, kutoka katika mamia mpaka kufika katika 1000. Ni kazi kubwa sana ambayo imefanyika. Mama anapopata chanjo kama tetanus toxoid, yaani TT, analinda sio tu afya yake bali na ya mtoto aliye tumboni. TT huzuia pepopunda wakati wa kujifungua na kumpa mtoto kinga ya awali. Mtoto huzaliwa bila kinga dhidi ya magonjwa mengi, ndiyo maana
safari ya chanjo huanza siku chache baada ya kuzaliwa. BCG ni chanjo inayomlinda mtoto dhidi ya kifua kikuu. Polio humlinda mtoto dhidi ya kupooza. DPT, hepatitis B, HIV, PCV, rotavirus, surua, rubela, zote hizi ni chanjo zinazozuia magonjwa yanayoweza kusababisha vifo. Nashukuru serikali na tutaendelea kushukuru na tena juu ya kuwaletea watoto wetu chanjo, kuwakinga na maradhi mbalimbali. Yaani kila nikipata mtoto huwa namleta kupata chanjo. Kwa hiyo jamii nawasihi, hii huduma ni nzuri, inatuepusha watoto kupata maradhi mbalimbali. Kadiri watoto wanavyokuwa, chanjo huendelea kuwa sehemu ya safari yao ya afya. Kwa mabinti wenye umri wa miaka 9 hadi 14, chanjo ya HPV ni muhimu sana kwenye maisha yao. Mimi ni binti niliyochoma chanjo ya saratani ya shingo ya kizazi kwa sababu ya kujilinda na maradhi au ugonjwa wa saratani ya shingo ya kizazi. Nashauri wasichana wenzangu watumie chanjo ya HPV. Vile vile pia tunawaomba tuletee tena mradi huu ili wenzetu wanufaike kama nilivyonufaika mimi. Lakini tukizungumzia chanjo ya HPV, yani chanjo ya kulinda mlango wa saratani kwa wasichana, tumeweza wakati kabla ya kuwepo kwa mradi wa SLL kuanzia Januari mpaka kufika April, tuliweza kuchanja msichana mmoja tu. Lakini baada ya kuwepo kwa mradi wa SLL kuanzia mwezi Mei mpaka kufika Septemba, tumeweza kuwafikia wasichana 331, sawa na 183. Hii inaonyesha kwamba hata wale ambao tuliwaacha nyuma kabla ya kuwepo kwa mradi wa SLL tumeweza kuwafikia, pamoja na kuwafikia wale ambao walikuwa walengwa kwa kipindi kile. Chanjo hii huzuia virusi vya HPV vinavyosababisha saratani ya shingo ya kizazi. Chanjo hii inatolewa bure mashuleni na katika vituo vya afya. Ni zawadi ya afya ya baadaye, ulinzi wa uzazi, maisha na matumaini. Katika safari ya mradi huu wa SLL, changamoto hazikukosekana, kama vile jamii nyingine zilionekana kukosa elimu sahihi kuhusu chanjo. Maeneo ya mbali hayakuwa na vituo vya afya vya kutosha, uvumi uliosababisha hofu na upotoshaji. Lakini kupitia huduma za mkoba, mabalozi wa afya ngazi ya jamii na kampeni shirikishi, mradi wa SLL kwa ufadhili wa Mastercard Foundation ulivuka vizingiti hivi na kujenga imani mpya kwa jamii. Baadhi ya wanajamii wanazana potofu. Tukichukulia kama upande wa mama na baba, mama anataka mwanae kumpeleka katika apate chanjo, baba anamwambia mwanangu usimpeleke, kwa sababu ukimpeleka kwenda kupata chanjo atarudi hapa na homa, mimi utakuja kunihangaisha. Napenda kuambia na jamii wenye zana potofu waepukane na zana potofu, walete watoto wao kituoni au katika huduma ya mkoba kwa ajili ya kupata chanjo na kuwakinga katika maradhi mbalimbali. Kwa hiyo wapo baadhi ya wananchi ambao wanaitika hizi huduma na wapo baadhi ya wananchi ambao hizi huduma hawaitiki, lakini bado tunaendelea kuwapa elimu juu ya hizi huduma. Katika maeneo mengi ya Tanzania, hasa visiwani Zanzibar, huduma za chanjo bado zinakabiliwa na changamoto za kijiografia na miundombinu. Wapo wananchi wanaoishi mbali na vituo vya afya, kwenye visiwa vidogo vidogo au vijiji vilivyo mbali na barabara kuu. Kwa watu hawa, huduma ya chanjo ingekuwa ndoto kama si jitihada za huduma mkoba. Huduma mkoba ni huduma inayosafirisha chanjo moja kwa moja hadi kwa wananchi, hata katika maeneo magumu kufikika. Ni huduma ya uhai inayobeba matumaini kwa kila hatua. Kwa ushirikiano wa karibu kati ya wahudumu wa afya ya jamii, hospitali na vituo vya huduma mkoba, mfumo wa chanjo umeimarika. Leo mtoto aliyechanjwa katika kijiji cha mbali anaweza kufuatiliwa na kuhudumiwa vizuri katika hospitali ya wilaya. Huu ndio mnyororo wa huduma unaounganisha upendo, kujitolea na teknolojia kwa ajili ya kizazi chenye afya bora. Tuko na visiwa takriban 5. Katika visiwa hivi 5 ni visiwa viwili tu ambapo wana vituo vya afya. Lakini leo tunashukuru Mungu, tunaendelea kutoa huduma hizi za outreach kupitia msaada huu ambao umefadhiliwa na Mastercard Foundation kushirikiana na African CDC pamoja na Amref na Wizara ya Afya. Tunaweza kuwafikia wananchi wetu wote ambao wapo maeneo karibu ya kufikika lakini na mbali ya kufikika. Na kupitia huduma mkoba, si tu njia ya kuwafikia walioko mbali, bali ni daraja la matumaini linalofanikisha huduma ya msingi ya afya kwa kila mtu. Kupitia mradi wa SLL,
uliofadhiliwa na Mastercard Foundation, huduma hii imepanuliwa zaidi. Wahuduma wamepatiwa mafunzo, vifaa na motisha kuhakikisha hakuna anayebaki nyuma. Mamilioni walipokea chanjo, uelewa wa jamii umeongezeka, mfumo wa kidigitali wa takwimu umeimarika. Makundi hatarishi kama wazee, wanawake, watu wenye ulemavu walifikiwa. Matumizi ya mifumo ya kidigitali yameboresha usimamizi wa chanjo. Uelewa wa jamii umeongezeka kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo wakati wanakuja Amref katika mradi huu wa Saving Lives and Livelihood, tulikuwa kwenye 75%. Lakini tunashukuru kwa kushirikiana nao timu ya afya ya wilaya ya Wete pamoja na partners Amref kupitia Wizara ya Afya tumeweza kufanya kazi mbalimbali ambazo zimechangia kuboresha na kunyanyua huduma zetu. Katika huduma za chanjo, takwimu si namba tu, bali ni maisha na ni dira inayowaongoza wahudumu wa afya, watoa maamuzi na viongozi kupanga, kufuatilia na kuboresha huduma kila siku. Leo hii Zanzibar na Tanzania kwa ujumla zina uwezo mkubwa wa kutumia takwimu za wakati halisi, si tu kupima mafanikio, bali pia kutambua changamoto na mapema kuzitatua. Katika kila hatua ya mafanikio ya afya ya jamii, kuna nguvu kubwa nyuma yake ya ushirikiano. Katika utekelezaji wa mradi wa Saving Lives and Livelihood SLL uliofadhiliwa na Mastercard Foundation, timu za usimamizi wa afya ngazi ya wilaya na mkoa zilihusishwa kikamilifu katika kupanga, kusimamia na kutekeleza huduma za chanjo kwa ufanisi. Hii yote ni kupitia ushirikiano kati ya Amref, Wizara ya Afya Zanzibar, Africa CDC na wadau wengine, timu ambazo ziliwezeshwa kwa mafunzo, vifaa na usaidizi wa kiufundi katika kuhakikisha huduma za chanjo zinafika kila kona ya jamii. Ni mradi ambao kwamba ulikuja kwa ajili ya kuwezesha na kunyanyua huduma za chanjo. Kabla ya hapo tulikuwa kidogo tuna mapungufu katika sekta nyingi za chanjo zikiwemo outreach, lakini baada ya mradi huu kuja tuliweza kufanya vitu vikubwa sana na tumeona matokeo yake. Mfano, tulikuwa tuna huduma za outreach ambazo ilikuwa kabla hapo ilikuwa zikisuasua, lakini baada ya kupata support hii ilikuwa tayari tumepata support kwenda outreach kila mwezi. Kila kituo ilikuwa kinapata fursa ya kwenda outreach na kufanya zile kuwatafuta wale zero dose kwa lengo la kupandisha coverage zao. Katika mfumo wa afya wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla, DHMT na RHMT ni nguzo muhimu. Mradi wa SLL kupitia ufadhili wa Mastercard Foundation umeonyesha kuwapa nafasi ya kushiriki kikamilifu. Mafanikio huwa makubwa zaidi, chanjo inawafikia wanaostahili na huduma zinaboreshwa, pamoja na jamii kuongeza imani na mfumo wa afya. Ushirikiano huu si wa mradi tu, bali ni uwekezaji katika mfumo wa afya unaojali, unaoshirikisha na unaojenga taifa lenye afya bora kwa wote. Ujio wa mradi huu wa SLL kwa kweli umetusaidia sana sana sana. Niseme kwanza, tulikuwa na mashirikiano mazuri na wenzetu wa Amref, walitushirikisha vizuri mno tokea mradi huu unaanzishwa. Tulianza kwa kupewa taarifa ya ujio wa huu mradi, tulikaa vikao na tukapanga mikakati, nini changamoto zetu ndani ya wilaya, na tukazipangia mpango kazi. Na kwa kweli tunashukuru yale yote ambayo tumeyapanga ili kuweza kufanikisha lengo letu la kunyanyua chanjo katika wilaya hii, basi yametekelezwa. Kupitia mradi wa SLL uliofadhiliwa na Mastercard Foundation, watoa huduma wa chanjo kutoka Zanzibar walipata nafasi ya kutembelea mikoa ya Tanga, Lindi, Dodoma, Morogoro na Pwani, kujifunza kwa vitendo kuhusu mbinu bora za utoaji wa chanjo, uhamasishaji wa jamii na matumizi ya takwimu katika maamuzi ya haraka. Ziara hizi zilifungua milango ya uelewa mpya, ushirikiano na uimarishaji wa huduma za chanjo. Naupongeza sana mradi huu wa SLL, wamekuja kutoa chansi ya safari, yani tumeweza kutembelea maeneo tofauti tofauti. Miongoni mwa ambao kwamba amepata hiyo nafasi ni mimi mwenyewe, nashukuru kwa hilo na napongeza sana. Nimeweza kupata safari ya kwenda Morogoro na kuweza kujifunza vitu mbalimbali. Kwanza nilipoenda kule nimepata mwenyewe kuenjoy, alhamdulillah, lakini pia nimeweza kukutana na watu tofauti tofauti, tukaweza kuzungumza, tukabadilishana mawazo na jinsi ambavyo kwamba anafanya kazi tumeweza kusoma. Kupitia mradi wetu wa SLL
tumepata sapota ya kwenda kubadilishana na mawazo, kupeana uzoefu, kipi wanachofanya wenzetu na kipi tunachokifanya sisi, kubadilishana mawazo. Tulienda Pemba, tulienda Morogoro, kuna wengine wameenda Dodoma. Kwa hiyo tunajivunia. Hapo awali kabla ya mradi, yani fursa hiyo ilikuwa haipo, lakini baada ya mradi tunajivunia kwa sababu tumepata mengi sana. Kupitia ushirikiano huu na Wizara ya Afya, AMREF na Africa CDC na wadau wengine, mradi wa SLL kwa ufadhili wa Mastercard Foundation imewezesha kujengwa kwa mtandao wa watoa huduma walio na maono ya pamoja ya afya bora kwa kila mtoto, kila mama na kila familia. Mradi wetu huu umetuwezesha sana kuweza kupiga hatua. Kabla ya mradi, kwa mfano kwenye chanjo yetu tunaita life course immunization, kwenye chanjo ya saratani ya shingo ya kizazi HPV ilikuwa ni 64%, lakini kwa sasa hivi tuna asilimia zaidi ya 95, na tunashukuru sana. Na nilivyosema, ili kuwapata wananchi wote pamoja na wasichana ambao wako ndani ya miaka 9 mpaka 14, na siku hizi tunatoa kuanzia miaka 9 na kuendelea, wasichana hata walioko pembezoni kama kwenye kisiwa hiki cha Uvinje. Kwa hiyo mradi huu umetusaidia sana kuweza kuongeza idadi ya watu na kuweza kuwafikia wananchi wote ambao wako kwenye maeneo tofauti kwa kutumia mipango tofauti kama hizo huduma za mkoba, ili kuweza kuwafikia wananchi pamoja na huduma zingine zinazotolewa kwenye vituo vya afya. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imekuwa kinara na wametoa uongozi bora na kufuatilia uwajibikaji katika utekelezaji wa huu mradi. Wameweza kuwa tayari kuboresha nyaraka mbalimbali na tunaita guidelines au sera na miongozo ya wizara ya kutoa chanjo. Kwa kupitia mradi huu tumeweza kuboresha hiyo miongozo pamoja na sera mbalimbali ambazo zinaboresha huduma ya chanjo kwenye jamii. Lakini pia Wizara ya Afya, serikali kupitia Wizara ya Afya ilikuwa pia imeshirikiana sana na sisi AMREF na wadau wetu wengine kwenye kuandaa mafunzo mbalimbali. Lakini pia na hii safari ya kwenda kujifunza, na wao walishirikiana na waliweza kwenda kubadilishana mawazo na wizara za nchi nyingine kama Wizara ya Ghana ya afya kule na maeneo na nchi zingine ambazo tuliweza kuzifikia. Kwa hiyo nitumie pia muda huu kuwashukuru sana Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ikiongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi, lakini pia na timu yake yote Wizara ya Afya ambao wamekuwa bega kwa bega kwenye kutekeleza huu mradi. Asanteni sana. Chanjo ni ulinzi wa maisha na ni upendo wa mzazi kwa mtoto wake. Ni matumaini ya jamii kwa vizazi vijavyo. Linda afya ya mtoto wako. Linda taifa letu. Chanjo ni salama. Chanjo ni kinga. Chanjo ni maisha. Chanjo ni ukombozi wa maisha. Asante sana Mastercard Foundation kwa kuboresha huduma za chanjo. Tunashukuru sana. Tunawashajihisha wamama wajawazito, wanaonyonyesha pamoja na vijana, watoto balehe na wasichana walio chini ya umri wa miaka 9 kuweza kuja kwa ajili ya kupata hizi huduma za chanjo, kwa sababu chanjo ni kinga. Tusonge mbele. Asante sana Mastercard Foundation ulikuwa na sisi katika kuboresha huduma za chanjo.